mahabusu kwa kipindi chote hicho, kitendo cha kuchelewesha kusikilizwa shauri hili ambalo lilikuwa tayari limeanza usikilizwaji ni ukiukwaji wa ibara ya 13(6)(a) ya katiba ambayo inatamka kwamba wakati haki na wajibu wa mtu yeyote inapohitajika kufanyiwa maamuzi na mahakama au chombo kingine chochote kinachohusika, basi mtu huyo atakuwa na haki ya kupewa fursa ya kusikilizwa kwa ukamilifu na pia haki ya kukata rufani au kupata nafuu nyingine za kisheria. Kusikilizwa kwa ukamilifu ni pamoja na kusikilizwa kwa wakati. Na tunapozungumzia hili, hatumzungumzii Lissu pekee, tunazungumza na wafungwa wengine walioko kwenye mahabusu na magereza zetu kwenye mazingira kama haya, ambao tayari kesi zao zimeiva, lakini aidha matatizo ya kibajeti au matatizo ya kiutawala yanasababisha haki zao zisisikilizwe. Huu ni uvunjaji wa katiba. Katika hili tunapenda kusisitiza kuwa haki ya shauri kusikilizwa haraka inahusu mashauri yote ya jinai, makubwa na madogo. Haki hii inahusika zaidi pale mshtakiwa anapokabiliwa na kosa ambalo halina dhamana, ili kuweza kujua hatima ya shauri lake katika muda mfupi sana. Ili kujua, tunapaswa kuangalia vigezo vifuatavyo ili kubaini kama shauri husika limecheleweshwa au la. Na haya ni masuala ambayo kila mmoja ajiulize. Moja, muda ambao shauri limechukua. Shauri linalochukua zaidi ya mwaka toka kukamatwa kwa mshtakiwa bila kumalizika inakuwa imekiuka haki ya usikilizwaji wa shauri kwa haraka. Upelelezi umeshakamilika, kila kitu kimeshakamilika. Mwaka na taratibu za kiutawala zinachukua miezi 3, 4, 5, 6, mtu yuko mahabusu.